Mama, huyu ni rafiki yangu anaitwa Brisa, tunasoma wote chuo. Karibu kae. Agu, hebu njoo tuongee mara moja. Nakuja sasa hivi. Hivi kinachokiona ni kweli au naota? Vipi mama? Hivi wewe una akili kweli? Au umeshasahau kwamba wewe ni nani? Hapana mama. Au haujui miko na mipaka yetu? Mbona unataka kuyakoroga mambo mwanangu? Humu ndani pasikaliki. Au umesahau Agu ni nani na kwa nini ulipewa hilo jina? Kwani mama, hapa shida ni jina au ni nini? Maana sielewi. Wewe na mabinti wa kike wapi na wapi? Na hii tabia umeianza lini? Tena umevuka mipaka. Umeamua kumleta mpaka humu ndani, wakati unajua kabisa humu ndani tunaishi na vitu ambavyo havitaki kabisa hayo mambo. Lakini mama. Lakini mama nini? Haya, kumekucha. Vipi, kimetokea nini? Niambie basi, kimetokea nini? Nahitaji kwenda nyumbani. Binti yangu, kimetokea nini? Na kwa nini unataka kuondoka ghafla hivyo? Hamna mama, kuna sehemu nawahi. Umefika tu na kuondoka hapo hapo? Ungesubiri japo kidogo. Hamna mama, nitakuja siku nyingine. Mama, mimi naenda. Sawa binti yangu. Basi ngoja nikusindikize. Baby, mbona nataka kuondoka na hujaniachia hela? Baby, hivi hadi bado nombera? Hebu ngoja nikusanue mchongo mmoja. Yes, marafiki, hii inaweza kuwashangaza sana. Lakini ngoja tuone hii hapa. Kwa muda wa mwaka mzima nimekuwa nikipoteza pesa bila kupata faida yoyote. Mpaka pale nilipoanza kupata faida halisi kama rafiki yangu Jamison, mfanyabiashara mahiri aliyetengeneza software ya AI inayotabiri masoko ya Forex. Nilimwomba rafiki yangu Jamison aniruhusu nijaribu kutumia program yake kwa sababu nilikuwa nahitaji pesa ya haraka zaidi. Cha kushangaza, nilipoanza kuitumia, nilianza kupata faida mfululizo. Sasa marafiki zangu, ngoja nionyeshe inavyofanya kazi moja kwa moja. Praise God. Hivi sasa nafanya trade ya euro kwa dola.
Software inaonyesha mwelekeo wa kupanda, kwa hiyo unachagua up kwa $25. Boom trade ya kwanza faida yake ni $48. Hebu tunatoka trade nyingine. Utaratibu wetu ni ule ule wa euro kwa dola. Sasa inaonyesha mwelekeo wa kushuka. Safari hii nitaweka $60. Tuone kitakachotokea. Ushindi mwingine tena, $115 kwa dakika chache tu. Usahihi wa hali ya juu kabisa. Ndani ya dakika chache tu $139.20 zimeshatolewa. Kwa ajili ya subscribers wetu, nilimwomba rafiki yangu Jamson ashare software yake bure kabisa. Fuata hatua hizi 3 rahisi sana. Hatua ya kwanza, bonyeza linki iliyoko kwenye description ili ujiunge na Telegram ya rafiki yangu Jamson. Hatua ya pili, bonyeza start. Hatua ya tatu na ya mwisho, tuma ujumbe na ufuate maelekezo ya rafiki yangu Jamson ili upate software. Usipoteze nafasi hii. Rafiki yangu Jamson anashare software hii kwenye Telegram yake na hakuna sehemu nyingine tena. Kama bado una Telegram, huu ndio wakati wako. Bonyeza linki, mtumie rafiki yangu Jamson ujumbe na upate software yako bure kabla haijaondolewa. Nilikuwa nimemisi hivi vitu hadi mkitambo. Sasa kwa nini umeniacha kama ni kweli? Chiki, wewe ni mtu mzima na imani unaelewa uhalisia wa maisha. Lakini sio kwamba sikupendi. Nakupenda sana tu. Hebu niambie, ulikuwa unatafuta nini humu ndani? Hauna haja ya kunificha, mimi niko upande wako Chiki. Sidhani kama mchumba ni sehemu ya kufanya mazungumzo. Ila vingine tumefanyia humu ndani. Swali tena lizokaa chini kipanda. Kichwa cha juu kiwazi hatari. Hivi mama, hautambui tu kwamba umezaa mtoto wa kiume tena nimeshakuwa mtu mzima? Utu uzima wako peleka huko kwa wapumbavu wenzio, sio kwangu mimi. Agu hakuzaliwa kwa ajili ya vitu vya kijinga kama hivi unavyofanya wewe. Agu ni mtu maalum, mwenye nguvu na aliyepewa nafasi ya kipekee katika ulimwengu wa giza. Lakini wewe sijui hata kwa nini hautambui hilo. Lakini mama, lazima utambue binadamu wangu wa asili bado uko pale pale. Na moyo bado niko nao. Kazi ya moyo wako ni kusukuma damu tu katika mishipa yako na si kazi nyingine. Ila mama, nimesema nyamaza. Na ukiendelea na huu ujinga, nafikiri unaijua akili yangu. Na kitakachomkuta yule binti, familia yake itamwaga machozi. Vipi? Mbona umerudi haraka hivyo? Wewe acha tu. Kwani kimekukuta nini? Amna, mauzauza tu yeni hata sielewi. Hayo mauzauza ndio umeyaona huko ukweni? Ndio, kuna kwingine tena. Haya, imekuwaje? Bana mimi sielewi hata nikusimulie vipi. Ila wewe elewa ni mauzauza tu yasiyoeleweka. Mimi nilihisi tu kile kibwana chako kivyo kifupi vile lazima kitakuwa kichawi. Agu hawezi kuwa mchawi. Ila nahisi nyumba yao tu ndio itakuwa na mauzauza. Sasa mauzauza si ndio uchawi wenyewe huo?
We nawe unapenda kukuza vitu. Aya, shauri yako. Wewe endelea tu kutetea huo ujinga. Mwisho wa siku atakukuta ya kukukuta. Hawezi kuwa mchawi, we elewa bana. Utajua mwenyewe, na si bure amekuroga. Ngoja mimi nifunge mdomo. Vipi kuhusu huyo mgonjwa alikwenda kumwangalia, anaendeleaje? Anaendelea vizuri tu baba. Lakini nafikiri utakuwa unamfahamu. Maana alishaikuja hapa nyumbani. Ni nani huyo? Anaitwa Mima. Yule mwanamke ambaye alifiwa na mama yake kipindi ambacho anaenda msibani na nikatekwa njiani. Okay. Na yeye amekutwa na nini tena? Amepata tu matatizo ya kifamilia. Yaani nyumba yao imeuzwa katika mazingira ya utata sana. Kesi ambacho imempelekea mpaka yeye kutokuwa sawa kiakili. Maskini ya Mungu. Sasa anaishi wapi? Hana pa kuishi. Anaishi tu mitaani na Tanga. Baba, mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja tu kama inawezekana. Mimi nilikuwa naomba aje hapa kwa muda tu ambao tunaendelea kumpa matibabu mpaka atakapokaa sawa. Maana hata daktari amesema kupona atapona, lakini taratibu. Naomba unisaidie hilo mzee wangu. Hamna shida. Nyumba kubwa hii na kumsaidia mtu wakati wa shida ndio binadamu. Na hata Mungu ndivyo anavyotaka. Sema mzee, wakati mwingine mbona mnahangaika ina misaada mnayotaka kutoa. Sasa huyo mtu mwenyewe anataka kumsaidia ni chizi. Mkimleta ndani si nyumba itakuwa jalala hii. Shike. Unanikosea sana hiyo kauli yako. Kwani uongo? Mimi si chizi wewe. Hata kama ni chizi, lakini si anahitaji msaada. Baba, acha mimi nitampangia sehemu nyingine. Nitaendelea kumpa msaada. Bora hivyo. Kuliko kumleta mwenda wazimu humu ndani. Mimi ndio baba na ndio mwenye nyumba. Nimesema huyu binti aje hapa nyumbani na daktari atakuja kumpatia matibabu hapa nyumbani. Haya bana mzee. Hakuna kitu alichowahi kutaka Raju ukapinga. Haya sasa ndo unanishangaa nini hivyo? Yaani baada hata unionee huruma kwa jinsi nilivyo ndo kwanza unanitolea mijicho. Yaani umelala nje sijui siku ngapi hizo. Baada huje kistaarabu kwa mumeo, wewe unakuja anza kulikoromea. Ndio nini sasa? Hivi wewe ni mume kweli? Hivi nikiambia wenye mume watoke mbele, hivi na mimi nitatoka kweli? Hauwezi kutoka. Kwa sababu hausimami kama mke ndani ya nyumba. Mfano, hapo sijui kwa mwanaume gani siku 3 zote hizo. Na baada ya kurudi nyumbani unaanza kunikoromea. Nani alikuwa kwa mwanaume? Wewe hapo. Hebu kwanza niache huko. Yaani mwanaume hauna hata chembe ya huruma. Yaani hata kunitafuta tu hamna. Mwenzako nilipata na matatizo, hunioni hata jinsi nilivyo. Ulipata matatizo gani? Wakati kulala nje ni kawaida yako. Na simu kaamua kuzima kabisa. Basi sawa. Nililala nje kama ilivyo kawaida yangu. Amna baby. Wala upasi kuwa na hofu na haupasi kupeleka imani yako sana huko. Kweli baby? Yeah, baby.
na cha msingi ni kumtanguliza sana Mungu mbele. Nashukuru baby, maneno yako yamenipa nguvu. Nafurahi kusikia hivyo, ila tambua nakupenda sana Blista. Kweli yangu? Niamini baby, ndio maana nimekuambia niko tayari kufanya chochote kile kwa ajili yako, na niko tayari kufa. Vipi, tayari twende au? Ya, mimi niko tayari. Hivi kuna umuhimu wa kubeba chochote kwa ajili ya mgonjwa? Haina haja kwa sababu hata hivyo leo naruhusiwa. Basi sawa, twende. Kwa hiyo unataka kuniambia umeamua kabisa kurudiana na lecture la Madevu? Alafu usimuite hivyo. Kwani umeshindwa kumuita jina lake? Mimi sipendi, unajua. Haya sawa. Lakini umeshalielewa swali langu. Nijibu. Sikujibu kwanza mpaka utengue hiyo kauli. Muita hilo jina. Wewe mbona unamuita Agu wangu kimtu kifupi na sijawahi kukukasirikia? Kwani Agu si mfupi kweli? Kwani Duma hana madevu? Haya basi. Kuanzia leo nitakuwa namuita Tulu Mnyama ili ufurahi. Sasa huo utani mwingine unataka kuanzisha. Sasa utani gani jamani? Wewe si ndo umetaka tumpe sifa mtu ambaye hana? Ngoja mimi nilale zangu. Maana naona utani wako unanitia hasira tu. Wewe, hebu niache. Maana hujali hata ninavyojisikia. Hivi ni ndoa au jela? Utajua mwenyewe. Kwa hiyo nataka kuniambia hamu yote umemaliza huko ulipokuwa, si ndio? Yaani ungejua maneno yako yanavyonikera. Ni bora hata ungekaa kimya na ukalala. Nalalaje wakati haki yangu ya msingi sipati? Haya, kabebe bango waandamane. Kwa hiyo ndo naenda kuandamana au? Achana mimi. Sasa mama, wewe umeniita hapa. Baada tuzungumze unaniangalia tu. Mimi niko vipi sasa? Na kuangalia kwa sababu nakuona wewe sio Agu ninayekujua. Mama bwana. Sasa kama mimi sio Agu ni nani? Wewe Agu kimuonekano tu, lakini kinafsi wewe ni Agu mwingine kabisa. Hapana mama. Mimi ni mwanao Agu yule yule.
Agu kamwe hapaswi kuwa na hisia za kimapenzi katika maisha yake. Wewe ni mtu wa kazi na sio hisia. Ona sasa, majukumu yako ya msingi huyafanyi kama mwanzo. Kwa kama zezeta. Kwa hiyo ninachokitaka, huu uhusiano ufe haraka iwezekanavyo. La sivyo nitaua mimi. Hello babe. Babe, mbona uongei? Babe. Babe. We Duma. Churu alikuwa anakupigia. Wewe mwanafunzi wangu. Mwanafunzi wako? Yeah. Siku hizi hapo chuoni kwani una jina jipi ambalo mimi silijui? Kwa nini? Maana nimesikia nakuita baby. Haya, shika simu yako. Ila ni kwa nini unapenda kupokea simu yangu? Na simu yako hutaki kabisa niwe naigusa. Wewe ndio nimeshapokea. Na simu yangu sitaki uiguse. Hivi unajua ni kwa nini nimekuita hapa? Unakumbuka ile siku ulipokuja na makaratasi yako ya kijinga? Kuna kitu ulichukua kwenye drawer yangu. Unaweza kuniambia ulikwenda kufanyia shughuli gani? Na kipo wapi? Rafiki yangu Jabson anashare software yake ya Forex bure na kwa muda mfupi tu. Usipoteze muda. Kama unataka kuanza kupata pesa kupitia trading, fuata maelekezo ya rafiki yangu Jabson na chukua software bure. Enjoy. Yes. Hivi unajua kwamba ukiwa na shilingi 10,000 unaweza kupata GB 10 na ukiwa na shilingi 13,000 unaweza kupata GB 15. Yes, hayo ndio mambo ya Chris Bundle. Unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na line ya Halotel. Kikubwa zaidi ni kwamba ukilipia hicho kifurushi chako kitadumu ndani ya muda wa miezi 8. Kinachotakiwa ni rahisi tu. Unalipia, anakuunga bando. Huyu jamaa ni mwaminifu mno. Chris Bundle bwana, yeye ana namba 4. Ila mimi nakutajia 2. Alafu 2 zingine zipo kwenye skrini yako. 0717048048 au 0615754303. Hakikisha tu jina linatokea Christopher Luoga. Chris Bundle, bei kitonga. Ciao.
na mzigo mzito, moyo wangu unalia. Mungu wangu, nitazame kwa hili fungu nalopitia. Niwe umeliruhusu au ni ya wanadamu? Ruhusu amani na furaha kwangu, na mimi nifurahi siku moja, maana nilipofika nimechoka. Mungu wangu